text yetu, Wakorintho wa pili 5:17. Wakorintho wa pili 5:17. Hiyo ndio itakuwa kichwa cha ujumbe wetu wa siku ya leo. Maana Biblia inasema na sasa imekuwa. Na sasa imekuwa. Sio itakuwa, tayari imeshatendeka. Sasa imekuwa. Mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Sasa kabla tukio hili lijatukia, tukirudi katika Agano la Kale. Agano la Kale, wakati Mungu alikuwa anaongea kuhusu wokovu, alizungumza na mtu anaitwa Ezekiel, nabii Ezekiel, na akaweza kuwa ametoa unabii. Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26 anasema kwamba atatoa ile roho ngumu ya mawe na aweke roho ya nyama katika mioyo ya Waisraeli. Na siku hiyo akasema wataweza kuwa wanamjua Mungu pasipo kuambiwa na mtu, maana ataandika sheria zake ndani ya mioyo yao, na kila mtu atamjua Mungu. Akarudia jambo hilo pia katika Yeremia 31:34. Yeremia 31:34. Akarudia tena katika Waibrania. Ukisoma Waibrania mlango wa 10 utaona pia amerudia jambo hilo. Ukisoma tena Waibrania 10:16-17. Waibrania 10:16-17. Waibrania 8:6-12. Waibrania 8:6-12. Na pia Yesu akaliongelea jambo hilo alipokuwa akiongea na Nikodema. Akasema ya kwamba Nikodema, kama unataka kuurithi ufalme wa mbinguni ni sharti uzaliwe mara ya pili. Kinachozaliwa na mwili ni mwili, na kinachozaliwa na roho ni roho. Sasa nataka kwa kifupi tu tuweze kuangalia mwanadamu ni nani. Wewe ni nani? Na mimi ni nani? Na nitatumia mfano na natumainia Mungu atatusaidia tuweze kuelewa. Mfano, nataka nitumie mfano wa yai. Yai tunalijua. Yai hili leo hii wacha liwe ni mfano wa mwanadamu. Liwe ni mfano wangu mimi. Liwe ni mfano wako wewe. Yai hili ni mfano wa mwanadamu. Lakini yai, ili tuweze kuelewa vizuri nini nataka kusema, nataka tuelewe ya kwamba yai lina sehemu tatu. Hili nimechemsha. Lina sehemu tatu. Kuna sehemu ya juu tunaita shell. Sehemu ya juu tunaita shell. Sehemu ya pili tunaita egg white. Nafikiri ukiangalia unaona egg white. Sehemu ya tatu tunaita the egg yolk. Egg yolk. Kama mnaona wale walio pale, ina sehemu tatu. Mwanadamu ni roho. Lakini mwanadamu ambaye ni roho ana kitu kinaitwa nafsi. Na pia mwanadamu huyu ambaye ni roho anaishi ndani ya mwili. Mwili huu tunaouona, kile mnachokiona saa hizi kwangu sio mimi.
Mnaona nyumba ambayo imenihifadhi mimi, mwili wangu ndio mnaona. Kuna kitu kingine ndani wangu hamuoni nafsi yangu. Hamuoni nafsi yangu. Na pia kuna sehemu nyingine ya mwili yangu hamuoni roho yangu. Sasa nini hutendeka mtu anapookoka? Mungu huokoa roho. Na wacha tuseme sasa roho ndio hiyo egg. Hiyo ya yeye. Ndio wewe ndio uliyeokoka. So Mungu anaposema tumekuwa kiumbe kipya, nani hasa alikuwa mpya? Ni roho yako. Ilikamilika wakati wa wokovu, ulipoamini na moyo wako na ukakiri na kinywa chako ya kwamba Kristo ni Bwana, uliokoka na ukakamilika. Roho yako iko kamili mbele za Mungu. Anapokuangalia wewe umekamilika. Lakini kuna kitu hakipo. Nafsi yako haikuokoka. Na nafsi yako ina nini? Nafsi yako ina mawazo yako. Mawazo yako hayakuokoka. Kitu kinaitwa your will, ambayo pia iko kwa nafsi. Will yako ni nini? Mapenzi yako hayakuokoka. Alafu kuna kitu kingine pia hakikuokoka. Hisia zako, your emotions, hazikuokoka. Nafsi yako ndiyo personality yako. Ili tuweze kukujua wewe ni mtu wa sampuli gani, ni nafsi yako, na haikuokoka. Ndio maana hata baada ya kuokoka unang'ang'ana. Unajipata wakati mwingine hasira inapanda. Unajipata wakati mwingine unahisi uchungu. Unakuwa na tabia ambazo hata wewe unaelewa ni nini kinaendelea. Ni nafsi yako haikuokoka. Na kuna sehemu nyingine ambayo inaitwa mwili. Mwili wako haukuokoka. Na mwili wako hautaokoka hadi wakati Yesu atakaporudi, ndipo mwili wako utaokoka. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 15:53, Wakorintho wa kwanza 15:53 ya kwamba tutapokea miili mpya wakati Yesu atakaporudi. Sasa nini kinaendelea unapookoka? Roho yako imeokoka, lakini nafsi yako hata haielewi nini kimetendeka. Mwili wako hata haujui. Hii maneno ya wokovu, mwili wako hata haujui. Mwili wako hata haujui maneno ya wokovu. Lakini vile Mungu alituumba, hatuwezi kuwasiliana na dunia hii pasipokuwa na mwili. Na mwili huu unatusaidia tuwasiliane na dunia hii, the natural world, kwa njia gani? Through the five senses. Sense ya kwanza tunaijua, sense of sight, kwa kuona. Tunapoona mambo ya dunia hii tunafurahi. Kuna sense of hearing, huwa tunasikia. Kuna sense of smelling. Kuna sense of feeling. So Paulo wanapoongea na sisi anasema ya kwamba tusienende katika mwili. Anaelewa ya kwamba mwili unaweza kuzuia tuenende vile Mungu anavyotaka, maana sisi ni roho. Nini kinapaswa kutuongoza? Ni roho zetu, sio miili yetu, sio nafsi zetu, ni roho. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Wacha nisome wewe. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Nataka tuone mpangilio wa Mungu vile anataka tuwe tukiishi. Wathesalonike wa kwanza. Hili ni ombi Paulo aliomba akiongea na kanisa la Wathesalonike. Na kuna kitu alisema mahali pale.
ambacho nataka kitusaidie kuanzia leo hata tunapoendelea. Inasema ni nani amepata? Tusome 5:25. Wathesalonike wa kwanza 5:25. Inasema hivi. Inasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu. Hiyo haiongei vizuri sana. Wacha tupate version ya Kiingereza. Iko hapa. Some. Nataka iwepo ile tulikuwa tunataka. And the very God of peace. And the very God of peace sanctify you wholly. Sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit. I pray your whole spirit. Mpango wa Mungu nini kinapaswa kuwa mbele? Spirit. Bwana kwanza. Mpango wa Mungu nini kinapaswa kitawale? Spirit. Number 2 and soul. And soul. Number 2 kinapaswa number 2 soul. Number 3 and body. Mpango wa Mungu ni roho iwe mbele, ifuatwe na nafsi, mwili uwe nyuma. Kawaida wa Kristo wengi nini kiko mbele? Mwili. Nini nafuata? Nafsi. Nini iko mwisho? Roho. Mungu akitaka kuwasiliana na wewe, Mungu akitaka kuwasiliana na wewe asapenywa, huwa anawasiliana na wewe na roho. Roho inapokea ujumbe kutoka kwa Mungu, na huo ujumbe unapokea kutoka kwa Mungu unaletwa kwa nafsi. Nafsi ndiyo ina process, alafu ilete hiyo final product kwa mwili. Kwa kawaida nini kinaendelea? Huwa tunapokea kutoka kwa mwili, alafu nafsi ina process. Sasa unaanza kuzungumza yale mambo yapaswa uzungumze. Roho inasema umepona, lakini mawazo yako inasema ya kwamba ninahisi uchungu. Roho inasema ya kwamba Mungu wangu atanipatia chote ninachohitaji kadri na uwezo wa utajiri wake mbinguni, lakini mawazo yako inasema kwa akaunti yangu hakuna kitu. Mawazo yako inasema mwaka huu mvua imepotea, kwa hivyo mwaka kesho tuna njaa. Nini kinaongea sasa? Ni nafsi, sio roho. Roho imenyamazishwa, imekoseshwa nguvu, imekoseshwa uwezo. So lazima tuanze kuishi vile Mungu anataka tuishi kama Wakristo, ili tuishi maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi hapa duniani. Soma Warumi mlango wa 8. Kuna mahali Paulo alisema, kianzia 28 all to that 7. Warumi 8:28 all to that 7. Inasema kwamba sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Lakini je, maisha unayoyaishi yanadhihirisha kwamba wewe ni mshindi? Yanadhihirisha kwamba wewe ni mshindi? Tunapokuona tunaona ushindi, tunapokuona tunaomba baraka, tunapokuona tunaona afya, tunapokuona tunaona ukiwa unakanyaga nguvu za giza. Maana Luka 10:19 Yesu alisema nimewapa mamlaka ya kukanyaga ngee, ya kukanyaga nyoka, ya kukanyaga falme zote za giza, na hakuna chochote ambacho kitakachowadhuru. Je, kwa Kristo kanisa la sasa hizo nguvu ziko wapi? Huo uweza uko wapi? Hayo mamlaka yako wapi? Lazima tuanze kufanya kitu. Nini tutafanya? Tushughulikie mtu wa roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tushughulikie mtu wa rohoni. Nini tutafanya ili tuishi maisha ambayo Mungu anataka tuyaishi? Wapendwa, tukirudi nyuma kidogo katika Mwanzo mlango wa kwanza, mlango wa pili, enda soma polepole. Mwanzo 1, Mwanzo 2, utagundua ya kwamba wakati Adamu aliishi maisha ambayo Mungu alitaka aishi,
kabla system yake haijakuwa hacked. Maana system yake ilikuwa hacked na shetani akahack, na alipohack program ile Mungu alikuwa ameweka katika nafsi yake ikabadilishwa. Sasa mwanadamu kuanzia wakati Adam aliruhusu wrong information kuingia katika mawazo yake, akaanza kuishi chini ya vile Mungu alitaka aishi. Mungu alitaka awe mtawala wa dunia hii. Ukisoma Mwanzo 1:26-28, Mwanzo 1:26-28, Mungu anasema na mtawale dunia na mzaane na muongezeke. Na tunaona mtu anaitwa Adam akitawala, maana tunaona akinemo animals, akipeana majina kwa wanyama wote. Tunaona akiweza kucontain na kutawala wanyama wote waliokuwa wameumbwa. Alikuwa na uwezo, alikuwa na dominion, alikuwa na mamlaka. Kabla ya kuingia kwa dhambi, alikuwa na uwezo na mamlaka na nguvu na alitawala. Lakini wakati programu iliharibiwa, wakati programu ya mawazo yake iliharibiwa, mambo yakageuka, na sasa akaanza kuishi kinyume na vile Mungu alitarajia, mpaka wakati Yesu alipokuja. So Yesu alikuja kufanya nini? Kutengeneza programu ambayo iliharibiwa, ili tuweze kuishi kulingana na mpango wa Mungu. So when Jesus came, aliishi hapa dunia miaka 33 na nusu, lakini for 3.5 years alidemonstrate ama alituonyesha example ya vile tukiokoka tunapaswa kuishi. Enda soma the four gospels zote, enda soma zote pole tu bila haraka, uone vile Mkristo anapaswa kuishi hii dunia baada ya kuokoka. Hakuna siku Yesu alishindwa kupata suluhisho ya shida yoyote. Hakuna ugonjwa Yesu ulimshinda. Hakuna tatizo Yesu lilimshinda. Alitawala. Nini kilitendeka? Yesu alipokuja duniani alikuwa ndio Mkristo wa kwanza aliyeishi duniani. Maybe haukujua. Mkristo wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 3:16. Wakorintho wa kwanza 3:16 inasema, je, hamjui ya kwamba mimi ni hekalu ya Mungu na Roho anakaa ndani mwenu? Pasa bele. Kama Yesu anakaa ndani mwako, kama kingdom ya Mungu inakaa ndani mwako, kama Mungu mwenyewe anakaa ndani mwako, kama Yesu mwenyewe anakaa ndani mwako, kama makao ya mbinguni yameletwa na yakaletwa kwako, kama unapotembea mamlaka ya mbinguni ndiyo inatembea, kwa nini tunaona shida na matatizo tuliyo nayo katika kanisa sasa? Kwa hivi tunatembea kana kwamba tumepungukiwa, hatuna uwezo, hatuna nguvu, hatuna mamlaka. Kuna kitu kilitendeka. Nilisema ya kwamba ulipookoka roho yako iliokoka, lakini kuna maneno Yesu alisema kupitia Paulo ambaye atatusaidia ili tuweze kurejea, kwa sababu lazima tushughulikie mwili huu ambao, lazima tushughulikie nafsi ambaye haijaokoka. Kinywa, your emotions hazikuokoka, mawazo yako hayakuokoka. Na ndio maana wakati mwingine unajipata unafikiria mambo ambayo uliyafanya ukiwa haujaokoka. Mambo ambayo uliyafanya haukuokoka, unashindwa kuelewa ni nini kinaendelea. Na nimeokoka hivi Bwana, nafikiria mawazo ya zamani, mambo ambayo nilifanya. Ni nini maovu yanakuja? Mawazo yako hayakuokoka, na tuyashughulikie. Na ndiposa Warumi 12 mstari wa 2 inatuambia kitu tunachopaswa kufanyia mawazo.
Kuna kitu tunapaswa kufanyia mawazo tu. Nasema ya kwamba Warumi 12 mstari wa pili. Romans 12 verse 2. Inasema nini? Ukisoma kuanzia verse 1, inasema do not be conformed to the patterns of this world. Mstari wa pili unasema but be ye transformed by the renewing of your mind. Badilisheni nia zenu. So lazima tufanye kitu kwa mawazo yetu. Lazima tufanye kitu kwa mawazo yetu on a daily basis. Hii sio baada ya kila Jumapili. Hii sio baada ya mwezi moja. Kila siku unapoamka lazima ubadilishe mawazo yako. Utabadilisha mawazo yako na nini? Na neno la Mungu. Ukisoma katika Yakobo 1:21, nafikiri nisomee hiyo. Kuna kitu imesema hapo. Yakobo 1:21, kuna kitu inasema hapo. Huyu Paulo anaongea, mtu Yakobo anaongea na sisi, na anaongea na Wakristo. Haongei na watu ambao hawajaokoka. Kuna kitu walisema mahala pale. Yakobo 1:21 inasema nini? Inasema kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya usidio. Wekeni mbali uchafu wote na ubaya usidio. Na ubaya. Na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani yenu. Mpokee kwa upole neno lililopandwa ndani yenu, neno la wokovu, liwezalo kuokoa roho zenu. Liwezalo kuokoa roho zenu. Kwa Kiingereza inasema vizuri, liwezalo kuokoa nafsi. Sio roho. Roho iliokoka, roho ilikamilika, roho iko sawa. Kile ambacho hakijaokoka ni mawazo yako. Nini kitayaokoa? Unaposoma neno la Mungu. Sasa kusoma neno la Mungu kulingana na Mungu, wewe ikawa sio vile wewe unasoma neno la Mungu. Hebu tuone Mungu anataka tusome neno la Mungu namna gani ili liweze kutukua transfer kutoka kwa mawazo yako kinywa liende kwa roho. Maana neno ambalo liko kwa mawazo yako haliwezi kukusaidia, na Wakristo wengi wanajua neno la Mungu katika mawazo. Halijaenda beyond mawazo, liingie kwa roho, na ndiyo maana mabadiliko hayapatikani. Ukisoma Yoshua 1, na tutasoma kwa sababu sana na yanaenda, wacha niweze kukariri. Yoshua 1:8. Enda nyumbani uanze kufanya hiyo practice vile Mungu anataka uweze kuokoa nafsi yako. Uweze kuokoa nafsi yako. Biblia inasema nini? Mungu anampa ushauri Yoshua kabla hajaingia Kanaani. Anamwambia Yoshua, unataka kufaulu? Yoshua, unataka kufanikiwa? Yoshua, unataka kuishi maisha ya ushindi hapa duniani? Nataka hiki kitu ukifanye. Na sio baada ya mwezi moja, sio baada ya wiki moja, kila siku. Akamwambia hivi Yoshua 1:8, na kitabu hiki cha Torati, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake usiku na mchana. Usiku na mchana. Kanisa la Kemarani, ni nini Mungu anataka kiwe vinywani mwetu usiku na mchana? Ni neno la Mungu, ni uwezo wa Mungu, ni baraka za Mungu, ni vile Mungu wetu anavyoweza. Mungu akamwambia Yoshua, unataka uongoze wana wa Israeli waingie Kanaani, unataka ushinde vita zote utakutana nazo, unataka uishi maisha ambayo Mungu ameyapanga uweze kuyaishi na ufaulu na ufanikiwe. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Tafakari maneno yake usiku na mchana. Hiyo ni kusema unapotembea, ongea maneno ya Mungu. Waza maneno ya Mungu. Ukiwa umepumzika, fikiria maneno ya Mungu. Usifikirie maneno ya linda wananchi. Usifikirie maneno ya DCP, usifikirie maneno ya Jubilee,
Usifikirie maneno ya vile mvua imekosekana, fikiria maneno ya Mungu. Unapolala fikiria maneno ya Mungu. Unapoamka fikiria maneno ya Mungu. Unapoongea ongea maneno ya Mungu. Ongea. Maana Biblia inasema nini? Proverbs 18:21. Proverbs 18:21 inasema ya kwamba uweza wa kuumba, uweza wa kuua uko wapi? Uko katika ulimi. Uko katika ulimi. Usiulize ni kwa nini maisha yako yanaharibika. Enda kaa chini leo jioni, ujiulize hii wiki yote umekuwa ukiongea nini na nini na nini na kipi? Umesema siwezi. Umesema siwezi faulu. Umesema siwezi fanikiwa. Umesema siwezi pona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wapendwa, lazima tuanze kushughulikia mtu wa ndani. The hidden man. The hidden man. The hidden man. The hidden man. Kwa nini hatusikii sauti ya Mungu kanisa la sasa? Kwa nini hatusikii Mungu akitunenea? Na si kwamba Mungu haneni, hata saa hizi ananena, lakini saa hizi ni sauti gani unasikia? Sauti ya mawazo yako, sauti ya mwili wako. Hausikii sauti ya roho yako. Lazima tunyamazishe sauti ya mawazo. Lazima tunyamazishe sauti ya mwili. Mambo matatu ya kufanya nikimaliza, ili tuweze kureprogram our lives, tuishi vile Mungu anavyotaka. Number 1, feed your spirit man every day. Feed your spirit man every day. Lisha mtu wako wa kiroho kila siku. Na kulisha linasema nini? Sisemi kusoma tu Biblia. Soma Biblia. Baada ya kusoma, hata hivi nikisema chukua mstari mmoja. Ni nini nakusumbua? Je, wewe ni mgonjwa? Chukua hiyo basi inayoongea kuhusu uponyaji wa Mungu. Isome wiki mzima. Kuanzia kesho asubuhi mpaka Sunday asubuhi. Isome mara 10 asubuhi. Isome jioni mara 10. Isome kwa sauti. Wacha roho yako isikie ukiisoma. Wacha masikio yako yasikie ukisoma. Sasa unalisha roho yako. You are feeding your spirit. Na usiaibike ukilisha roho yako. Ulikunywa chai leo asubuhi. Saa 7 utakula lunch. Na leo jioni utakula. Hauna aibu kulisha mwili wako. Usiaibike kulisha roho yako. Chukua mstari. Pengine shida ulio nayo wewe ni pesa. Biblia inasema nini? Ukisoma Zaburi 23 inasema Mungu wangu, the Lord is my shepherd, I shall not want. Mungu wangu, Mungu ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nilikuwa nasikia ushuhuda ya kwamba in the world wale watu ambao ni matajiri wakubwa sana ni the Jews. The Jews kuna kitu wanafanya on a daily basis. Au kujua bima. On a daily basis. Huwa wanasoma Zaburi 23. Zaburi 23. Kila asubuhi anasoma Zaburi 23. Wale mstari. Anasoma Zaburi 23. Hebu tusomee hiyo Zaburi 23 yote tusikie. Uone ushindi ambao utaupata. Biblia inataka ujue Biblia yote. Inataka ujue ile kitu unahitaji. Hitaji lako ni gani unahitaji? Ni shida ya pesa. Biblia inasema nini? Hiyo 23. Biblia inasema hivyo, sikiliza. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Ngoja. Unasoma huo mstari. Amen. Na unajua kusoma na kuukiri Bwana Mashari, ukiri
na kinywa chako, Bwana ndiyo mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kiri hiyo kesho asubuhi. Amen. Kiri hiyo kesho asubuhi. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni mchungaji gani, ni kondoo gani ambao huwa wanahangaika kujiuliza watakula nini? Bwana sitaki. Umewahi kutana na kondoo gani ambao asubuhi imefika wanaanza kuhangaika kuuliza leo tutakula nini? Leo tutakunywa nini? Leo tutakaa vipi? Wanajua mchungaji hiyo ndio kazi. Na Bwana wa mbinguni ndio mchungaji wetu. Na maana yeye ndiye mchungaji wetu wapendwa. Hatutapungukiwa na kitu. Hatupasi kupungukiwa na kitu. Hii maombi mingi tunaomba ya kulia na kulia na kulia, Mungu hataki tuyaombe. Tufuate taratibu yake. Tujue yeye ni nani katika maisha yetu. Asubuhi toa hiyo Zaburi 23. Isome, endelea, inasema nini? Katika malisho ya majani mabichi. Katika malisho ya majani mabichi. Hunilisha. Chochote ninahitaji. Hunilaza. Atanilaza. Kando ya maji ya utulivu. Kando ya maji ya utulivu. Huniongoza. Alafu hunuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Huniuisha nafsi zangu na kuniongoza katika njia za haki. Kwa ajili ya jina lake. Kwa ajili ya jina lake. Naam. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe uko pamoja nami. Leo Bwana uko pamoja nami, sitaogopa mabaya yote. Kongo lako na fimbo yako. Kongo lako na fimbo lako. Pia nifariki. Waandaa meza mbele yangu. Utaandaa meza mbele yangu. Machoni pa watesi wangu. Machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Kikombe changu kinafurika. Na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Lisha nafsi yako hayo maneno yako, hayo maneno asubuhi. Sema kwa sauti, enda kazi ukijua kwamba Bwana ni mchungaji. Enda biashara yako ukijua kwamba Bwana ni mchungaji. Enda shughuli zako ukijua ya kwamba Mungu atakulisha, Mungu atakunyonyesha, Mungu atakushughulikia. Hiyo siku kabla jua haijachomoza asubuhi, kesho asubuhi, soma hiyo Zaburi. Soma hiyo Zaburi. Unaposoma unafanya nini? Psalm 103 verse 20 nasema nini? Psalm 103 verse 20, unaposoma hiyo Zaburi nini kinatendeka katika ulimwengu wa kiroho? Psalm 103 verse 20 inasema nini? Hebu nisomee pasta hiyo. Zaburi 103 mstari wa 20. Inasema nini? Muhimidi Bwana. Muhimidi Bwana. Enyi malaika zake. Enyi malaika zake. Nanyi mlio hodari. Nanyi mlio hodari. Mtendao neno lake. Mtendao neno lake. Isikiliza sauti ya neno lake. Mkisikiliza sauti ya neno lake. Wacha malaika kesho asubuhi wanapokuwa assigned wasikie unaongea kuhusu ushindi wa Bwana. Wasikie unaongea kuhusu uweza wa Bwana. Wasikie ukisema ya kwamba Bwana atanipatia chochote ninachohitaji kadri na utajiri wake ulio mbinguni. Amen. Usibasifikie unaongea sasa mambo yamekuwa magumu. Sasa sijui tutakula namna gani mwaka. Inaonekana mwaka kesho kuna njaa. Inaonekana sasa mtakufa. Hii ugonjwa itanimaliza. Hayo maneno yasitoke kinywani mwako. Hayo maneno yasitoke kinywani mwako. Wacha maneno ya Mungu yatoke kinywani mwako. Amen. Namba 2. Tufanye nini ili mambo yabadilike? Renew your soul. Renew your soul.
Badilisha mawazo yako na neno la Mungu. Warumi 12 hiyo mstari ya pili. On a daily basis. Chukua chapter moja isome. Chukua neno moja lisome. Rudia ili liingie ndani ya roho yako. Rudia. Mawazo inafanya kazi kwa kurudia. Wasomi walio maana hapa wanaelewa ya kwamba brain works by repetition. Wewe ni mwalimu Pastor Kinwa. Na ukiwa unafundisha, najua ulikuwa unafundisha lower primary na ulikuwa unasema sema B, wanarudia. Siku hizi hatutaki kurudia, na ndio maana neno la Mungu aliingia ndani ya roho zetu. Amen. Na mwili umekuwa ukihubiria mawazo yako. Wana daily basis. Unarudia tu. Maana kila siku unaona mambo yanaingia kwa roho, kwa nafsi yako. Unaona mambo yanaingia kwa nafsi yako. Unaona mambo, unasikia mambo yanaingia kwa nafsi yako. Lazima tubadilishe hiyo pattern. Tutaibadilisha na nini? Renew our minds on a daily basis. Kila siku lisha roho yako. Number 3, you must nimesema hapa. Number 1 nimesema we feed our spirit. Number 2 nimesema renew the soul. Fanya upya nia yako. Number 3, you must present your body as a living sacrifice. Lazima tuweze Kiswahili nasema ya kwamba itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai. On a daily basis, lazima tutoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai. So ni kusema kuna mambo mwili unataka kufanya, lazima tuuambie hautafanya. Kuna mambo mwili unataka kufanya, na tutafanyaje hivyo? Bible inasema you must mortify or crucify your flesh. Lazima usulubishe mwili wako. Lazima uue mwili wako. Ni mwili wako kinywa, sio mwili wa Mungu. Lazima ufanye kitu kwa mwili wako, kuambia hapa sitakaa. Hiyo kipindi ya redio inaendelea, haijengi roho yangu, so sitakaa hapa. Lazima nisulubishe mwili, niwaambie hapana. Kuna kikundi kiko mambo yanaongelewa pale, hayajengi roho yangu, hayajengi uhusiano wangu na Mungu. Lazima nitoke hapo, niue mwili. Nani ataupa mwili? Ni wewe, sio Mungu. Number 3, kuna kitu Paulo alisema anda hiyo, akasema ya kwamba you must bring your body under subjection to your spirit man, the inward man, the real man on the inside. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 9:27, Paulo aliyetoa mapepo, Paulo aliyefufua watu, Paulo aliyefanya miujiza mikubwa, Paulo ambaye ameandika karibu the New Testament yote, Paulo anasema I must bring my body under subjection. Lazima niweze kuleta mwili wangu chini ya mamlaka ya roho. Lazima mwili wangu ukubali kuongozwa na roho. Ni mimi nitalazimisha mwili wangu ukae vile Mungu anavyotaka. Na huo uwezo utaupata kwa nini? Unapolisha roho yako itakuwa na nguvu. Mpaka ukipate mahala unapoongea kitu ndio hapana, sikupaswa kuongea hivyo, unatubu. Unajipata mahala unafanya kitu, unajipata sikupaswa nifanye hivyo, unatubu. Nini kinatendeka sasa? Roho yako imeanza kutawala mwili. Roho yako imeanza kuongoza mwili. Hiyo ndiyo sehemu Mungu anayotaka tuishi. Na nikimalizia, wacha ninenee roho yako maneno ambayo nitaongea kwa Kimombo. Inasema I am a new creation in Christ. My whole life is completely gone. I am not striving to be holy.
I am the righteousness of God. I have the mind of Christ. I have been crucified with Christ, and Christ lives in me. I am God's workmanship, created for good works. I am a carrier of God's divine presence. I have been translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light. I am a branch of the vine, and his life flows through me. The joy of the Lord is my strength. I have been given all things that pertain to life and godliness. I manifest the wisdom of God in all I do. I am above and not beneath. I am unstoppable because Christ lives in me. I am a carrier of divine solution of the world's problem. My life is filled with divine life. I walk in supernatural provision because Christ is my sword. I am a carrier of divine possibilities, and nothing is impossible for me. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia saa hizi ninajua wewe ni msomaji wa Biblia. Hata kama unasoma Bible, soma sana the New Testament. Hapo utapata yale mambo Mungu anaongea kuhusu the new creation. Si Mungu awabariki sana. Amen.